Okay, mke wangu anapenda ndomba. Sehemu ya 9. Mwandishi wako Dastan Kawili story killer. Nipo hapa tena kwa ajili ya kuendeleza. Sitakuwa msemaji sana leo. Tapiga review ya nyuma na kuendeleza tulipoishia moja kwa moja. Nikukumbusha usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kurasa ya YouTube Stories za Dastan. TikTok pia Dastan Kawili. Huko natupia vipande vifupi vya simulizi. Wacha tuendelee. Asubuhi kulipokucha, Franki alikuwa ndo anamuona mdogo wake anapita sebuleni. Akawahi na kumkalisha. Alifanya kumforce japo yeye alionyesha kutokuwa na nia kutaka kuongea na yeye. Devota ameisha mwili. Sio yule anayemjua. Uhitaji kuambiwa kuwa ni mgonjwa. Mwenyewe ukimwona tu utajua kuwa kazidiwa. Devota, unataka unipe lawama kuwa nimekuingiza kwenye kalaa bila kukutetea? Alisema Franki, lakini Devota hakujibu. Aliinuka. Franki akamfuata na kumkalisha kinguvu. Maana ugonjwa alionao Devota hakuweza kumsazia nguvu ya kuweza kushindana naye. Hapa nimekuja kwa ajili ya mambo yangu, au kosa kuwa ndani mwako? Aliuliza Devota. Sauti dhaifu ila hoja ina nguvu ikapenya kwenye moyo wa Franki uliozidiwa na majeraha. Hebu niambie Osmunda, kosa langu kwako nini? Aliuliza Franki huko anainuka na kusimama mbele yake. Pengine labda tazingatiwa. Lakini majibu ya Devota bado hayakuwa na urafiki naye. Kwenye ndoa napitia mengi, wewe hujui. Hata nikikwambia uweze ukanisaidia. Niache tu Franki. Hapa sijafuata mke wako, nimefuata tiba. Franki alitulia kidogo na kumuuliza Devota mdogo wake, mumeo anajua kuhusu hili? Devota kujibu. Alinuka taratibu na kanga yake alijifungia kwenye kifua. Miguu inatetemeka. Hakuna anayejua. Baada ya kujibu Devota alipiga hatua 2 kisha 3 mbele. Akatulia na kumgeukia Franki. Msaada pekee nitakao na umenifanyia na nikakuona maana ni kuitunza hii siri. Aliongea hivyo Devota. Na hali yako ulionao si ya kwenda hospitali? Hapa nyumbani kuna msaada gani? Mambo yakiwa mabaya unafikiri wazazi na watu wengine watanichukuliaje? Franki aliuliza. Lakini wakati huo hali ya Devota ilikuwa inabadilika. Akajishika tumbo. Damu zikamshuka miguuni mbele ya kakake. Wifi, njoo nisaidie, Devota aliita. Alikuwa anamuita wifi yake. Baada ya kuita, Osmunda na bibi yake waliingia haraka kutoka nje ambako walikuwa wamechuma majani, walikuwa wameshika mikononi. Wamemkuta Frank akiwa amesimama pale na mdogo wake sebuleni. Umemfanya nini mgonjwa wetu? Aliuliza yule bibi. Utakuwa umemuuliza maswali ya kumkela. Bibi yule aliuliza huko anatetemeka. Haraka akamsogelea Osmunda pamoja na Devota pamoja na Osmunda jukuu wake. Akamchukua Devota na kumpeleka kwenye kile chumba chao cha matibabu. Damu zilichora kila anapopita. Frank alikuwa anafuatilia kwa nyuma. Akafika mpaka kwenye kile chumba cha kutibia ambacho mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Mara tu baada ya kumuingiza yule mgonjwa. Nipe. Chukua hii ya majani, mtwangie. Chukua hii ya majani. Nyanyua miguu, halafu itwangie kwa umo na mwiko. Sawa. Fanya chapu kijiwe, mjukuu wangu. Semani naumwa sana. Oho. Ndio inazidi sasa, sijui tufanyeje. Haijawahi kutokea hivi bibi. Sasa imekuwaje? Mwenye mjukuu sitaki kuamini kwamba mizimu ya kina Kinyombolelo imeamua kuniacha niumbuke. Ilisikika sauti hizo kutoka kwenye kile chumba. Osmunda na bibi yake walionekana kupambana kumpa Devota huduma ya haraka. Baada hapo kimya kikafuata. Afrika ikasikika wanahema. Mihemo ile ya taharuki.
Damu zikaonekana chini, zikivuka mwanya wa mlango wa kile chumba uliokuwa umefungwa. Hali hiyo iliongeza mapigo yao ya moyo. Frank alishtushwa na dalili ile hatari, akiwa amesimama pale nje. Jicho lake likatazama kwa uzito damu ile ya ndugu yake iliyokuwa inamfuata karibu na miguu yake. Ni kama nafsi ya Devota imeamua kuomba msaada baada ya Devota mwenyewe kuamua kukaa kimya bila kusema. Wewe mlokole nini hapo? Ondoka. Tupo kwenye matibabu, unatuletea gundu. Aliongea yule bibi yake Osmunda. Mkononi ana fagio. Ni baada ya kufungua mlango na kumwona Frank amesimama pale. Alikuwa anatetemeka yule bibi. Mara fagio ukamponyoka. Ukaanguka chini kwenye zile damu. Osmunda akawahi kurukia yule mlango na kuufunga. Sauti ya Devota aliyekuwa analalamika kwa maumivu ilikata punde. Zikasalia sauti za wao wawili, mtu na mjukuu wake, wakiendelea kuongea kwa kusafisha mazingira yale. Frank alibaki ameduaa kumchozi na mshuka bila kujielewa. Baada ya sekunde kadhaa kukaa pale, akatoka nje na kuegemea gari. Kihali kilikuwa cha tofauti, baridi linampiga lakini hakuna anachohisi. Kitu chake kilikuwa kinajipiga alizini. Anapigisha mguu alizini. Kuna wazo lenye msaada alitamani limjia haraka kwenye akili yake, lakini ilikuwa kinyume. Akili yake ilikuwa ni nzito sana kwenye kuwaza. Yaani kipi kitaendelea mdau wangu? Basi tukutane sehemu ijayo. Sehemu ya 10 ambayo ndo finali, ndo mwisho wa simulizi yetu hii nzuri. Mke wangu anapenda ndumba. Ili tuweze kuhitimisha story yetu hii nzuri na tamu. Basi usisahau, kama ulisahau mwanzo kusubscribe, nikukumbushe sasa mdau wangu. Subscribe hapo chini. Comment, like na kushare ili ifike kwa watu wengi zaidi. Nikutakia siku njema. Asante.